Mungu hahurumii hata wazee huku. Kwanza tumepotea. Halafu la pili sina pesa na kandamizwa. Sasa funga. Mimi ningejua kuna haya huku nisingekuja. Wallahi amesema maneno haya kunambia mimi. Ningejua nisingekuja. Wabitali nikitoka huku nikifika nyumbani Chalinze ndawaambia wanangu wote msende Maka. Kwa sababu kule Maka watu hawahurumiwi. Sasa wageni wa Mungu nauza. Alikwenda na imani huyu kule. Basi mimi nikawachana naye, nikamwambia bwana sisi tumetakiwa kufikisha tu lakini kutekeleza niwe na Mola wako. Madhali nishakwambia unavyotakiwa na ndio wajibu wangu na kuacha na jambo lako. Haya. Siku ya pili tumeamka Maka hoteli, kamsalimia na muona mnyonge. Anambia mzee vipi? Anambia nimefunga bwana, utagombana na Mungu utamweza. Anambia mimi, utagombana na Mungu utamweza wapi? Nimeamua bora nifunge tu. Nikamwambia namshukuru Mungu kukupa ilhamu hiyo. Angalau kakupa ilhamu umejua huwezi kugombana naye. Ilmu nzuri, endelea kufunga. Wabitali ufute yale maneno uliyosema jana kwamba ningejua nisingekuja. Yafute kwa sababu hayo yanapalilia ugomvi mkubwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungu sio mjinga kukuleta huku. Ana waja wake chungu mzima wanataka kuja huku na hawajapata nafasi. Kwa nini kakuleta wewe? Wewe nani kwani? Anta man bihaqillahi alayka. Umefanyaje mpaka Mungu akuleta huku kwani? Unakuja kumkufuru Maka. Bora ungekufuru Chalinze. Chalinze kakufuru. Unakufuru huku alafu mahala kuna samehewa dhambi unakuja zichuma huku. Amba shekhe nitafunga bana. Mimi kugombana naye siwezi. Kugombana na Mungu siwezi kabisa na umri huu bora nifunge tu. Jamani twendeni Maka na kitu kinaitwa imani. Mnanifahamu? Imani ndio itakayotusaidia. Ukienda huna imani utarudi hapa umeangamia tu huna ulilopata. Na kitu cha tatu sitaki kutoilisha muda wenu. Hija ina nguzo, ina wajibatu, ina sunanu, na ina makruhatu, na ina muharramatu. Na hayo yote tutaambiwa inshallah. Yote mtaambiwa msiwe na wasiwasi. Nyongeza yangu mimi ni kuwajulisha 90% mpaka na 5 ya ibada ya hija ni matendo na sio maneno. Ibada ya hija muijue 95% af'alun la aqwal. Ni matendo sio kusema. Hapa simaanishi msiseme. Tuna hadithi pia katika Sunanul Kubra al-Imamu al-Baihaqi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema innama ju'ila at-tawafu was-sa'yu wa Muzdalifa wa Mina liiqamati dhikrillah. Imewekwa tawafu, imewekwa sa'i, kumewekwa Mina kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo katika shughuli zako zote ziambatane na kumtaja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengine ni matendo. Unaweza usiseme sana katika amakin lakini sana ukafanya matendo. Kwa mfano kwenye tawafu. Kwenye tawafu hatuna jambo kubwa la maneno pale. Tunayo sunna inaitwa istilamul hajar, sio? Ni kulipa heshima hajaril aswad. Na ulama wetu wa Muhammad bin Dinari anasema, Muhammad bin Dinari tabi'iyun jalil anasema lile hajarul aswad limewekwa na Mungu pale kwa ajili ya kusajili majina ya wanaotembelea nyumba ya Mungu pale. Ukienda ukitoa heshima yako pale unaandikwa na fulani amefika hapa, ni ushahidi wako siku ya kiyama. Kwa wakati wa Islam pale ni kuinua mkono na ukaubusu, kisha kuna kusema bismillahi Allahu akbar, sio? Allahu walillahi alhamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama tuhibbu ya rabbana wa tarda. Yako maneno hayo. Hayo ni sunna. Si kama mtu asiposema hayo ndio hija haikusui, hila ni sunna. Tuna sunna nyingine pale kwenye al-Kaaba, istilamu ruknul yamani. Al-Kaaba ina nguzo 4, mahujaji wa Mungu wengine mmeshakwenda mnajua. Na zile nguzo kila moja ina jina isipokuwa nguzo moja haina. Kuna nguzo inaitwa ruknu Sham. Ruknu Sham. Kuna nguzo ya pili inaitwa ruknul Iraqi. Na nguzo ya tatu inaitwa ruknul Yamani. Halafu nguzo ya 4 haikupewa jina kwa sababu ndio kwenye Hajar al-Aswad. Kwa ingetokea iltibasi ya haj akifika kwenye Hajar al-Aswad. Lakini ulama kama Imam al-Baghawi atuambia ingepewa jina hiyo nguzo iliyopo Hajar ingeitwa ruknu Umman. Ingeitwa ruknu
Umman. Haikupewa hili jina kwa sababu ya kuondoa iltibas. Sasa ukifika ruknu al-yamani pia kuna istilamu kama ulifanya pale kwenye Hajar al-Aswad, na dua inaanza hapo, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaba nar. Hiyo dua pia ni sunna. Si kama kwamba usiposema hiyo dua tawafu haikusihi. Tawafu inasihi kwa mujarradi wa kuzunguka tu Kaaba. Ukizunguka al-Kaaba mara 7 hata kama hukusema chochote, tawafu yako ni sahihi. Uakidu al-mas'ala, asilimia 95 ibada ya hija ni nini maujaji? Ni vitendo na sio maneno. Lakini sasa kwa kuwa tunataka tujaze mifuko, tunataka mabegi yetu ya thawabu yaimarike, sio kila utakachofundishwa kusema tafadhali sema ili urudi umefaidika. Kwa hiyo nitaka nukta hii ijulikane kama ibada hii zaidi ni matendo na sio maneno. Kitu cha mwisho pengine nifanye kitu cha mwisho. Mahujaji wenzangu, kuna jambo limeingia duniani hapa kama neema, sasa limegeuka kuwa nikma. Tahawalat min ni'ma ila nikma. Ni hizi simu. Unajua Mungu siku hizi zama hizi anaendelea kutuwekea aina nyingi mno za uwepesi kwenye ibada. Sisi sasa badala ya uwepesi utusaidie, ndio tunaacha ibada. Yalokuja kutusaidia ibada kuwa rahisi tunayatumia kuacha ibada au kuivuruga ibada yenyewe. Faala sabili almithali, wengine mnajua na umri wenu miaka 60 au 70 kuanzia huko kwenda nyuma huko. Mtu wa Kigoma kwa mfano anapokwenda hija lazima aondoke miezi 4 mpaka 5 kabla, kwa sababu ana safari ya treni la gari moshi lile, sio mpaka aitafute Dar es Salaam. Na wengine wakija kwa miguu. Zamani hata ile treni pia halikuwepo. Wakiliwa na simba mabarabarani huko, wanakuja zao kuitafuta Dar es Salaam hii kwa miguu, mwezi 1 2 kwa mguu, wengine wanafia njiani. Watu zamani wakenda hija wanahusia kabisa kwa kutaraji pengine nisirudi. Akifika Dar es Salaam hapa hakuna ndege idhak, mafi taira, inabidi apande majahazi. Zamani ni majahazi, hakuna ndege hata hii. Wazee wetu wamesafiri kwa majahazi kuitafuta Jeddah kwa jahazi, mawimbi, taabu za baharini, wanakwenda zao kumtafuta Mola wao subhanahu wa ta'ala. Safari hiyo mpaka Jeddah, kutoka Jeddah mpaka Makkah masafa shwaya, hakuna gari. Ukifika Makkah unatoka Jeddah, unatoka jahazini, inabidi uingie upande punda, au umebahatika utapanda farasi, kuna nyumbu. Yule mwenye uwezo sana atapanda ngamia. Yakulu maulana wal khayla wal hamira wal baghira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Zamani ni punda, kupanda punda, na ni kupanda milima na kushuka. Makkatul Mukarrama ardhun sakhrawiyya, ni milima kila kona, ni kupanda na kushuka, unaitafuta Makka taabani. Uzito huo leo mnao? Uzito huo uko wapi? Saizi ikifika siku kama ni Dubai, unapanda zako ndege, unakaa na mukaifu, unafunguliwa, unakaa, unabadilisha mwenyewe hewa. Haya, moja kwa moja mpaka Jeddah. Ukifika Jeddah utakuta mabasi ya kisasa kabisa yalowekwa. Unaingia kwenye basi na air condition na vyakula mtapewa. Haya, ukifika Makkah unafikia hotelini. Pengine litakalo kushughulisha ni kwamba hotelini hutokaa chumba cha peke yako. Ghalib mahujaji hukaa chumba kimoja, 4 3, mara nyingine mpaka 5. Pengine hilo litakushughulisha, lakini ukishughulika na hilo tutashangaa, kwa sababu hapa mmekaa ngapi bwana? Ibada ya hija ni kujifunza uvumilivu, kujifunza kuishi na wenzio. Ibada ya hija ina falsafa nyingi mno, lakini moja ya falsafa zake ujifunze kuishi na binadamu wenzako namna atakavyokuwa. Ukikaa na mwingine msemaji sana, wewe mkimya sana, wewe mkimya, mvumilie msemaji, maana mwingine hawezi kunyamaza, very talkative. Miktara, mmeshaingia mule chumbani, mmechoka na mambo ya shughuli za hija, anafungua mdomo wake sasa, anasema yaliyoko, yasiyokuwako, yatakiwayo, yasotakiwa, anasema tu wala yatawakaf. Na pengine maneno yenyewe ni mpira.
wallahi alazim, analeta mpira Maka. Pengine maana yenyewe ni siasa. Ayu siasa tena hadi? Wewe unataka ukae utafute tasbihi yako, unataka umsalie Mtume Muhammad, unataka anaentafia mambo yako, anaongea na hanyamazi. Saa 4, saa 5 usiku, 6 yeye humo tu anaongea tu. Akipumzika anakula zabibu. Tafuna zabibu kidogo na juisi zipo nyingi anakunywa. Sasa ujifunze kuishi, kwa sababu bado mwanadamu yule. Bado ni mwanadamu mwenzako na ana utukufu wake kama mwanadamu. Walaqad karramna bani Adam. Bado ana hadhi ya ubinadamu. Umvumilie huyo. Mvumilie sana. Haya, kuna mwingine, mama zangu na baba zangu, yeye hawezi kulala akapata usingizi kama taa inawaka. Bidi ni taa izimwe ndo atalala, au sio? Na mwenzako unokanae chumbani hawezi kiza, ili alale taa iwake. Kwa hiyo mmekutana chumba kimoja, mmoja anataka kiza, mmoja anataka mwanga. Mtaishije mule chumbani? Kuna mmoja ajishushe, avumilie tabia ya mwenzake. Ndo mafunzo tunapewa kule hija. Mnanifahamu ninaposema? Alhamdulillah. Sasa nataka wepesi alotupa Mungu kwenye mambo ya ibada tutumie kuimarisha ibada na kumshukuru. Na hapa nazilenga simu. Mtindo wa kushinda na kijisimu mkononi. Na kwenye kile kisimu wala usomi Qur'ani, asikudanganye mtu asikila mawaidha uongo tu, anaangalia ujinga. Kashanunua bando la kutosha. Ni kuangalia ujinga. Yuko Maka kutwa nzima na kisimu, yuko Facebook, yuko Instagram, mwingine yuko tango na matango yamo humu. Anaangalia matango humu mpaka mchana kutwa unakwisha. La haula wala quwwata illa billahi al-ali. Usiku uko Maka usiku. Amekuchagua Mungu akakufutia madhambi. Sasa umefika usiku. Kwa nini usimame usiku? Ukazungumza na Mungu alokuita. Mwambie Mungu, nimekuitika, nimekuja Mola wangu. Nimekuja na udhaifu wangu, maa hawani wa hakarati wa ajzi wa dhulli. La tanzur ila hakarati wala ila awsakhi wala ila athami wala ila auzari, walakin انظر ila sa'ati rahmatik wa afwik wa mahabbatika ala khalqik. Ya Rab, in aradta an tu'adhibani fakharan faman ana.